Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu, nakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Mungu aendelee kutukuzwa na ubarikiwe sana. Leo tarehe 25 mwezi wa 7, Mama Kanisa kwa upendo wake na kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu anatupa tafakari ya Mtakatifu Yakobo. Huyu ni Yakobo mkubwa. Unakumbuka wana wa ngurumo wakina Yohane. Sasa huyu ni ndugu yake Yohane. Siku ile Yesu alipoenda kule mlima Tabo, yeye alikuwa ni mmoja wapo alivyowachukua watatu, Yohane, Petro na Yakobo. Sasa huyo alikuwa ni Yakobo mkubwa, tunamtofautisha na yule Yakobo mdogo. Yule Yakobo mdogo ni mwana wa Alfayo. Yeye sherehe yake ama siku yake tunakumbuka mwezi wa 5 tarehe 3. Kwa hiyo ni watakatifu wawili tofauti, japo wote ni mitume. Yule mdogo tumesema ni tarehe 3 mwezi wa 5, ambapo yeye alikufa kwa kusukumwa kutoka hekaluni. Mafarisayo walimchukua kwa sababu alikataa kumkiri Kristo, wakamweka juu ya hekalu, wakamsukuma, na wakati alikuwa ni askofu pia. Kwa hiyo Mafarisayo wakamsukuma. Sasa wa leo anaitwa Yakobo ni mkubwa, Yakobo mkubwa, mwana wa ngurumo, Boanerges kwenye Biblia inatumika hivyo. Sasa huyu ni tunamtambua kama mtume mwaka 44. Huyu tunasema kwamba alikuwa ni mmojawapo wa mwanafunzi aliyekuwa na Yesu. Alichaguliwa na Yesu, pia aliteuliwa na Yesu wakati Yesu anaenda kusali, wale watatu. Akaendelea mbele kidogo ile, maana yake aliwaacha wanafunzi wengine pale upande mwingine, akawachukua wale watatu akasogea nao mbele. Watatu tumesema Petro, Yakobo na Yohane. Sasa huyo Yakobo mmoja ndio huyu sasa tunayemzungumzia leo, Yakobo mkuu, alikuwepo pale. Somo kwanza tupate moja kwa moja, anapata fundisho gani hapa? Hivi mimi pamoja na kuwa katika kundi fulani, pamoja na kuwa katika kikundi fulani, pamoja na kuwa katika familia fulani, kuna mtu ananiamini? Kuna mtu anakuamini wewe? Kuna mtu anajua kwamba akitaka jambo fulani aje kwako? Unaaminika kwa namna gani? Una uwezo gani? Pengine hauna uwezo wa kutunza siri, ndo maana uaminiki. Unajua hapa Yesu alipoamua kumchukua Petro, Yakobo na Yohane, inaonekana kuna jambo la pekee aliona ndani yao. Sio kwamba anawachukia wengine, wala usije ukawachukia wenzako ambao pengine kuna namna anaonekana tofauti na wewe. Kila mtu na tabia yake, kila mtu na fursa yake ambayo Mungu amemwandalia. Wewe kwa vipawa Mungu alivyokuwekea, wewe kwa hulka Mungu aliyokuwekea, wewe kwa kusudi Mungu aliyokuumbia, na wewe kwa namna yako unakubalika kwa namna yako. Kwa hiyo usijilinganishe na mtu yeyote. Usijilinganishe na mtu yeyote, lakini jifunze kwa yeyote. Sasa tukiendelea kuona hapa, huyu ndiye Yakobo, huyu aliyekufa mfiadini wa kwanza kati ya mitume wote. Tunasoma katika Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya 1 hadi ya 2. Huyu ndo mtume wa kwanza kuuliwa. Alikatwa kwa upanga na mfalme Herode. Na kitendo hiki pia kilapendeza pia Wayahudi. Sasa katika mapokeo ya kanisa, hii utaikuta katika Biblia. Katika mapokeo ya kanisa tunaambiwa kwamba Clement wa Alexander aliandika hadithi ya siku zile kwamba kuna mshtaki wa Yakobo, huyu sasa Yakobo mkubwa, aliyemshitaki huyu Yakobo baadaye alikuja kutubu. Alitubu akajuta kwamba kwa nini amemshtaki Yakobo? Kwa nini amemshtaki Yakobo kwa Herode ile auawe, akati na upanga auawe? Pale muda wa hukumu, Yakobo huyu aliyemshtaki Yakobo akatangaza kwamba na mimi ni Mkristo. Na mimi ni Mkristo. Sasa wangefanya nini? Wakamuunganisha katika kifo, manake akaunganishwa pamoja na Yakobo ile auawe. Kwa hiyo siku hiyo akauawa, lakini kabla hajauliwa yule aliyemshtaki Yakobo akamwomba msamaha Yakobo, na Yakobo akamwambia amani iwe nawe. Na kweli wakauliwa. Yakobo akakata kichwa.
Yakobo akatwa kichwa. Napata nini? Napata fundisho gani? Hivi bila kujalisha nipo katika mazingira gani, nina uwezo wa kuusimamia ukweli bila kujalisha ukweli umekuja muda gani? Unausimamia ukweli? Unasimamia haki? Mimi funzo kubwa nalo nilipata kupitia huyu mshtaki aliyemshtaki Yakobo. Yaani dakika ya mwisho kabisa ndo anakuja kusema ukweli. How about you? Vipi kuhusu wewe mwenzangu na mimi? We mama pale nyumbani, we baba hapo nyumbani, we dada hapo kazini, we mtawa, yeyote yule, kila mmoja kwa namna yake. Hivi ninasimamia ukweli kwa namna gani? Bila kujalisha nipo kwenye mazingira gani? Ama nimezoea comfort zone? Takuja kuzungumza kitu kizuri pia kuhusu habari ya comfort zone. Pengine hutaki kuzungumza ukweli kwa sababu ya umezoea comfort zone, Ni kwa namna gani ndugu yangu? Kwa hiyo mtakatifu wa leo na maisha yake mpaka kifo chake anatufundisha na anatukumbusha tuweze kujitahidi kusimamia ukweli. Yeye alisimamia ukweli, akumkiri Kristo mpaka akauawa na akawa mfiadini wa kwanza. Sijakwambia uende eti utaki kuwa mfiadini kwa kukatwa upanga kama Yakobo. Kuna namna mbalimbali ya kufia dini katika nyakati za leo. Sio lazima ukatwe upanga kama Yakobo. Sio lazima uchomwe moto. Ukisoma kwenye historia ya kanisa, sio lazima uchomwe moto kama baadhi ya waliochomwa moto katika kanisa la mwanzoni. Sio lazima ukatwe kichwa, utundikwe kichwa chini miguu juu kama Petro alivyouliwa. Kuna namna yako ya kufa kifo dini nyakati za leo. How do you respond? Ni kwa namna gani unakubali kufa kifo dini nyakati za leo? Kwa ndugu yangu, mimi nakushukuru sana. Mtakatifu huyu Yakobo atuombee tuweze kupata ujasiri mpya wa kumfuata Kristo. Tuendelee kubidishwa na ule upendo wa Kristo. Aliendelee kubidishwa na upendo wa Kristo. Ndio maana hakumkana Kristo, hakumkana Yesu Kristo. Mara nyingi pengine tunamkana Yesu kwa namna mbalimbali. Sitazungumza, lakini kwa sababu ya muda na tutakuwa pia na sharing nyingine, tutaendelea kushirikishana. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ninakushukuru. Ninakuomba usubscribe kama hujasubscribe. Asante kwa ambao umesha subscribe channel yetu ya Hazina ya Kanisa Katoliki. Like basi, share na wengine. Comment pale unapokuwa na cha kucomment. Uliza swali pale unapokuwa na swali kwa namna yoyote ile iliyo njema. Kwa hiyo ninakushukuru kwa ajili ya yote. Tukutane katika video ijayo. Nice to meet you.